Mambo vipi mtazamaji wangu? Je, ungependa kuanzisha biashara ya usafi wa madirisha kwa mtaji wa shilingi 30,000? Je, unajua kama inawezekana kabisa kuanzisha biashara ya usafi wa madirisha kwa mtaji wa shilingi 30,000? Basi kama unataka kujua zaidi, naomba unifuatilie mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Pia usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ili uweze kupata dondoo mbalimbali za usafi. Mtazamaji wangu, leo nitaenda kuelezea hatua kwa hatua ni namna gani ambapo unaweza kuanzisha biashara ya usafi wa madirisha kwa mtaji tu wa shilingi 20,000. Ni jambo linalowezekana na linaweza kufanikiwa pia kwa usimamizi bora. Na hatua ya kwanza kwenye kufanya usafi wa madirisha, chunguza soko. Kama kawaida, biashara yoyote lazima ufanye utafiti kwanza wa soko. Ujue wateja wako ni wakina nani, unataka kuwafanyia hiyo biashara yako, unataka walengo wako ni wapi. Kwa hiyo angalia kama kuna uhitaji pia wa huduma ya usafi wa madirisha katika eneo lako. Sio maeneo yote kuna nyumba zenye aluminium. Hii unaweza kuifanya kwa kuuliza majirani au wateja wa awali kuhusiana na huduma ya usafi wa madirisha. Pia chunguza washindani wako. Angalia pia washindani wako. Je, kuna washindani wako yote ambaye anatoa huduma ya usafi wa madirisha katika eneo lako? Pia baada ya kujua hilo, chunguza na bei anazotoa. Ni bei au ni aina gani ya huduma anazotoa ili wewe uweze kujiboresha katika huduma yako. Hiyo hatua ya kwanza. Hatua ya pili, panga huduma na bei. Panga huduma unazotoa. Biashara yako itahusiana na usafi wa madirisha, na hii inaweza kujumuisha kusafisha madirisha ya nyumbani, ofisini au majengo makubwa. Huduma zako zinaweza kujumuisha pia kuondoa vumbi, madoa ya maji au harufu mbaya kwenye madirisha. Pia panga bei. Panga bei zako kulingana na soko lako. Bei yako inaweza kuwa ndogo mwanzoni ili kuvutia wateja, na baada ya kupata uzoefu na wateja wa mara kwa mara, unaweza kuongeza bei zako. Hatua ya tatu, ununuzi wa vifaa. Hapa ndo nitaielezea hiyo shilingi 20,000 itafanya nini. Mtaji wa shilingi 20,000, kwanza unaweza kununua sabuni za kusafishia madirisha, hizo glass cleaner, ambazo pia unahitaji hizo glass cleaner ambazo haziachi madoa na zenye ufanisi kwenye kutoa uchafu kwenye madirisha. Na hizi glass cleaner huwa zinauzwa kuanzia shilingi 3,500 mpaka 5,000. Kulingana hapa sasa, unatakiwa ujue idadi ya madirisha yako. Lakini mara nyingi ukinunua hizo glass cleaner 2 kwa shilingi 5,500 zinatosha kabisa kusafisha madirisha hata ya nyumba ya vyumba 3-4 inatosha kabisa. Lakini pia nunua taulo kwa ajili ya kufutia. Tafuta taulo ambazo haziachi michirizi au madoa kwenye madirisha. Na hizi taulo huwa zinauzwa kuanzia 2,000. Ukiwa nazo 2 zitapendeza zaidi, kwa maana kwamba utakuwa na glass cleaner moja inauzwa 5,000, ukinunua 2 itakuwa 10,000, lakini ukinunua hizi taulo moja 2,000, ukinunua 2 inakuwa 4,000. Kwa ujumla hapo unakuwa umetumia shilingi ngapi mpaka hapo? 14,000. Katika 14,000, 2,000 utaacha kwa ajili ya nauli au 3,000, lakini pia utanunua mswaki wa 500. Huu mswaki utasaidia kwenye kutoa vumbi kwenye zile reli. Hapa kwenye zile reli lazima utatumia nguvu, kwa sababu ni mtaji wa shilingi 20,000. Kwa hiyo hautakuwa na ile vacuum cleaner kwa ajili ya kuvuta vumbi, lakini jambo linawezekana bila hata vacuum cleaner kusafisha madirisha. Ingawa itachukua muda mrefu, lakini inawezekana kabisa. Kwa hiyo utanunua mswaki ili uweze kukusaidia kusugua kwenye zile reli na kutoa vumbi, baadaye ukapita na kitambaa ukasafisha kwenye zile reli. Lakini pia ili dirisha lako baada ya kununua hiyo kwa 1,000, mswaki mmoja tu, mswaki unauzwa shilingi 500. Kwa hiyo utajikuta una
14,000 ukijumlisha 500 inakuwa ni 14,500. Sasa mkononi unakuwa umebakiwa na shilingi ngapi? Unakuwa umebakiwa na 5,500. Hiyo 5,500 inakusaidia, 1,000 itakusaidia kwenye mawasiliano. Utanunua bando ili wasiliane na mteja wako kwenda kufika kwenye eneo lake. Lakini pia hapo utapata na nauli pia kwa ajili ya kwenda sehemu husika. Wenye upande wa rasilimali watu, kwa maana kwamba ya vijana, chukua vijana kulingana na idadi ya madirisha. Lakini mkiwa wawili, kwa kama ni kazi ya dirisha tu, mkiwa wawili inatosha kabisa. Kwa hiyo na huyo kijana utamlipaje? Utamlipa baada ya kupokea malipo kutoka kwa mteja wako. Kwa hiyo ununuzi wa vifaa kwa bei nafuu, tena kwa mtaji wa shilingi 20,000, ni muhimu kununua vifaa vya msingi na vya gharama nafuu lakini vyenye ubora. Kwa hiyo vifaa nilivyokutajia hapo ni vifaa ambazo hata mimi natumia kwenye kusafisha madirisha. Okay, hiyo ilikuwa ni hatua ya 3. Hatua ya 4, anzisha biashara yako. Kwenye kuanzisha biashara yako sasa, lazima utafute jina la biashara. Kwa mfano kama unaitwa window cleaner, unaweza kutumia hata Google kwa ajili ya kurahisishia kutafuta jina la biashara ambalo itakuwa ni rahisi na lile linakumbukika na kufahamika kwa urahisi kwa watu. Yani lile mtu akifikiria kusafisha madirisha anafikiria okay, kuna Amazing Window Cleaners. Anajua okay, nataka kusafisha dirisha, basi kuna aluminium cleaners. Yani jina kama hivyo ambalo ni rahisi kutamkika kwa watu. Sasa hapa tutaanza pia tena upande wa kusajili biashara au kuwa na bima, kwa sababu biashara ndio kwanza inaanza, lakini pia ni mtaji wenyewe ni mdogo wa shilingi 20,000. Hapa ni uaminifu wako, tunakuwa unafanya biashara na wateja wako, lakini kwa uaminifu wako. Kwa hatua ya 5 itakayofuata ni masoko na utangazaji. Unakuwa una mtaji wa 20,000, umeshapata jina la biashara, umeshajua wateja wako ni wakina nani, basi watangazie wateja wako. Au utawatangazia vipi? Basi njia rahisi, kwa kuwa bado hauna mtaji, tumia WhatsApp status, tumia Instagram yako, tumia Facebook yako kuposti, na pia fanya matangazo ya mdomo kwa mdomo. Nenda kwenye maeneo yenye majumba mengi, huko utafuta wateja ambao wanataka kufanyiwa huduma ya usafi wa madirisha. Lakini pia usisahau kutoa ofa za mwendelezo. Yani unatoa ofa, kwa mfano punguzo la bei au huduma ya ziada. Kwa mfano unaenda kusafisha madirisha, obviously chini patachafuka muda mwingine kwa ajili ya zile vumbi na kadhalika. Kwa hiyo unatoa ofa labda ya kusafisha, ya kudeki nyumba. Yani baada ya kusafisha madirisha unadeki na nyumba. Kwa hiyo ni njia ambayo unaweza kutumia kufanya matangazo ya biashara yako, lakini pia kutafuta masoko ya biashara yako. Tunakuja hatua ya 6, ni usimamizi wa fedha. Hakikisha unafuatilia mapato yako na matumizi. Hii itakusaidia kudhibiti fedha na kuhakikisha unapata faida. Tumia karatasi au programu rahisi ya wasibu kufuatilia. Hapa sasa tumia tu notebook kwa kulingana na mtaji. Kuepuka gharama zisizo za lazima. Hakikisha hutumii fedha nyingi kwa vitu visivyo muhimu kama matangazo makubwa au vifaa vya gharama kubwa mwanzoni. Hiyo ni hatua ya 6. Hatua ya 7, huduma bora kwa wateja. Kuwa msikivu kwanza kwa wateja wako. Hakikisha wateja wako wanaridhika na huduma zako. Wateja watarudi ikiwa utatoa huduma nzuri na kwa wakati. Unaweza kuwauliza maoni yao baada ya huduma ili kuboresha. Hilo ni muhimu. Lakini hakikisha unafanya kazi kwa ufanisi na kwa wakati ili kuhakikisha wateja wanaridhika na huduma zako. Huduma bora kwa wateja na kutoa huduma kwa uaminifu. Yani nasisitiza tena, uaminifu. Sio unaenda kwenye nyumba ya mtu unafanya mambo tena ya ajabu. Unakuta labda chakula kwenye friji, unafungua friji, kwenye friji unakula. Jamani, it's not okay. Wateja wetu wanataka uaminifu. Kwa hiyo uaminifu wako itawafanya wateja wajaribu huduma zako tena na tena na tena, kuzitangaza pia kwa wengine. Hatua ya 8, punguza gharama na ongeza ufanisi.
tumia vifaa vya bei nafuu lakini vyenye ubora. Na pia kwa mtaji mdogo hakikisha unachagua vifaa vya usafi vyenye ubora lakini visivyokuwa na gharama kubwa. Ongeza huduma baada ya kupata uzoefu. Ukishapata uzoefu unaweza kuongeza huduma nyingine kama usafi wa madirisha ya ofisi au majengo makubwa. Hii itakusaidia kuongeza mapato yako. Kufanya biashara iendelee, kwa maana nyingine kupanua biashara. Ukishafanya biashara yako lazima ufikirie kutanua biashara yako. Anza kuwa na huduma ya mara kwa mara kwa wateja wa ofisini au majumba ya kuishi ili kuweka mapato ya kudumu. Lakini pia tafuta washirika. Unaweza kuungana na watu wa huduma wengine kama vile wamiliki wa nyumba au makampuni ya ujenzi ili kuongeza wateja wako. Wale wamiliki wa nyumba unaweza kutafuta wamiliki wa nyumba, lakini pia au wale wamiliki apartment na kadhalika, lakini pia wamiliki wa makampuni ya ujenzi. Wao wanakuwa na tenda za kujenga nyumba, lakini baada ya kujenga nyumba wanatakiwa kufanya usafi ili wakabidhi nyumba. Kwa hiyo unaweza kuongea nao pia ili uweze kukuza biashara yako. Hiyo ni namna ambayo unaweza kuanzisha biashara yako ya usafi wa madirisha tena kwa mtaji wa shilingi 20,000. Kama umependa video hii usisahau kushare na kwa wengine pia ili wajifunze jinsi ya kufanya kazi au kuanzisha biashara ya usafi wa madirisha akiwa kama kijana mwenye nguvu anaweza pia kufanya biashara hii. Pia usisahau kusubscribe kama bado hujasubscribe kwenye channel yetu ili uweze kupata dondoo mbalimbali za usafi. Na tuonane kwenye video nyingine. Asanteni sana. Bye.